Okay. Wasau kwa mara nyingine tena mpenzi mtazamaji wa Mbavu TV. Hii ni Mbavu TV behind the camera. Yupo JM hapa, ni JR Brand. Na kwa siku ya leo tunakuletea brandi kubwa, mtu ambaye anazidi kutuburudisha mpaka engo hii hapa, na tunazidi kuona melody ambazo ni kalikali kutokana na nyimbo zake ambazo ameweza kuzitoa. Na cha kushangaza mpaka sasa ni kwamba kuna pita fulani ambayo nimeweza kuifanya, nimeweza kugundua kwamba kuna challenge nyingi ambazo zinafanyika kutokana na ngoma yake. Imepiga chini ngoma ambazo zimetoka visuni. Tunajaribu kujua kile ambacho anaweza kujifeel na vipi ameweza kuweka maandalizi gani hapa. Itakuwa ni kama kitu kama hicho. Inakuwaje? Fresh kaka. Salama hupo? Salama hapo mwingi sana. Ubadi vipi? Kama kawaida yani. Ubwela. Au sio? Bana, umekuwa ni mkali, tukisema kwamba mkali wa melody za hivi za ngoma za hivi karibuni, tutakuwa hatujakosea kabisa hapo walali. Tutakuwa hatujakosea. Okay? Yes. Labda tujue kwanza siri ya uandikaji wimbo mzuri inakuwa tuzingatie kitu gani? Najua ni kwenye siri ya kuandika ngoma unatakiwa uzingatie sana melody kali. Unatakiwa uhakikisha ni hiki mtu akikisikia kita sound good. Okay. Umetuhakikishia na kusema kwamba kuna namna fulani ambayo watu walikuwa labda wanajiwekeza kwa roho zao kusema kwamba mtu akiwa Grand Music anakuwa ni mtu ambaye labda anasaidiwa vitu fulani, lakini baada ya wewe kutoka umefanya kitu kudhihirisha kwamba labda wewe mwenyewe unaweza ukajibeba au ukafanya mambo makubwa tofauti na kufikiria kwamba mtu fulani ndo anaweza kanisaidia. Labda kusaidia wapenzi watazamaji, labda unawashawishi kitu gani au kuweza kuelezea kitu kama hicho? Tuseme tu unajua Grand Music ina msaada wake, kundi na msaada wake, kama tulivyo crew. Unajua crew mnakuwa mnafanya kitu ambacho ni bora zaidi kwa sababu kinapita kwenye mikono watu wengi na masikio watu wengi mpaka kije kuachiwa hicho kitu. Na tuseme tu pamoja na ubora wa wewe msanii unaweza kachangia kuja kuleta kitu bora. Kwa kitu ambacho naweza nikasema sasa watu walikuwa wanaona nipo kwenye kundi, maybe wakasema analelewa anafanyiwa, lakini kwa sasa washajua kuwa huyu kichwa chake kinatumika sana na huyu ambaye alikuwa anafanya hivi ni yeye. Kwa niseme tu hivyo kwa sababu sasa hivi kila mtu kila ambacho alikuwa anakifikiria tayari ashaanza kukiona kina utofauti wake. Yes. Kulingana na safari yako ya kujibeba mwenyewe tayari tumeshaanza kuona kwamba kuna namna fulani ya watu watatokea namna fulani kuweza kutegemea wewe pia kuwa kama msanii fulani. Labda kwako pia na ku appreciate kitu gani? Mimi ni appreciate mawazo yao tu. Kwa sababu gani? Wakinipa muda, wanipe na masikio, kila ambacho anakitegemea kitafika. Okay. Ni swala la muda tu. Wana msanii ambao pengine wanamuona huyu akijitahidi atafika kwenye nafasi hii, na nisiwaangushe tu. Wakinipa muda nafasi ambao naifikiria naweza nikaifikia. Okay. Lakini pia tujue na kwako kuweza kuona kwamba ngoma yako kufanya vizuri zaidi ya watu walivyokuwa wanategemea, labda unajisikiaje pia? Hiyo ni najisikia furaha kabisa. Yaani hiyo kitu kimekaa kama hivyo nini? Yaani nimefurahi sana. Unajua sikuwa nategemea yale mapokezi. Hakuna mtu ambaye alikuwa anafikiria kama nitafanya vile na ngoma itapokelewa vile. Licha kwamba ni unajua na pale kuhusu swala la TikTok kulikuwa kuna utata sana. Ni TikTok Tanzania ilikuwa imepigwa down mpaka sasa. Sasa hivi ikatakiwa ni post tu ngoma hivyo, lakini nilishangaa watu TikTok wakakubali. Nikasema kweli Mungu yupo. Kitu kama hiko. Kuna namna nyingine labda tujue upande wa pili. Kuna namna fulani mtu akitoa hiti basi utasikia remixes zinakuwa unaombwa sijui collab. Kwako inakaje? Remix ipo tena, nahisi ni hii wiki ama hiyo wiki ambayo inakuja remix itakuja kuachia. Kuna msela nimefanya naye remix na ameshadondoka vizuri sana, muone ashapita vizuri sana. Kwa watu ambao wananitazama ambao wananisikiliza, subirieni remix. Kama so wiki hii ambayo tunaianza ni hiyo ambayo inafuata. Kwa mpaka tarehe 20 kule, tarehe ngapi kule tutakuwa tushadondoka na remix. So jiandae tu, remix inakuja muda wote. Okay. Sema pia na wewe nawe utakuwa kama vile ulichungulia kidogo hivi ukasema hii ngoma ikitoka mwezi wa 12 itakuwa imeoa sana. Kwa nini ulifikiria kutoa ngoma kama hiyo iende kwenye miezi ya 12 kwenye mwezi wa 12? 12 ilitegemea. Unajua mimi mpaka nimekuja kutoa kazi ambayo nilitoa kabisa ilikuwa mwezi wa 2 tarehe 14. Ndio nimekuja kutoa tena, nimekuja kudraw ngoma hapa mwezi wa 11 tarehe za mwisho. So niliona ni muda mzuri kwa sababu nilikuwa nishakaa kimya, yani tuseme kitu cha mwaka wote. Nilikuwa sijafanya hata video hata moja, nikasema
huu mwaka utaenda kuisha vibaya. Acha tutudondoshe tu hiki kitu ili mwaka utapoanza tuanze na mambo mengine. Yes. Okay. Kuna uhakika watu kusema kwamba labda mtu akifanya mambo makubwa labda kuna namna fulani ya kupata support kutoka nchi mbalimbali, labda Canada, Marekani, kitu kama hicho. Labda kuna watu ambao wameappreciate na kusema kwamba labda utatoa fungu kulingana na hit song zingine. Ndio wapo. Kuna watu ambao wanasema kabisa ngoma ambayo utataka udondoshe, okay, mimi naisimamia. Hatiari wameshaanza. Kuna namna fulani ya blessing unaiona. Watu wana bless sana. Kuna watu wana mioyo sana. Unajua ni kuna watu ambao kuna brother mmoja ambao unasema kweli? Yaani uamini yani. Umeniamini pia. Na huyo ameniamini. Nikasema kweli yani nikakubali sana. Yaani kuna brother ambao nilikuta ameniandikia kwenye TikTok yangu. Nikasema na huyu ameniappreciate. Nikasema kweli, acha tupambane. Yaani yule brother alinipa moyo sana. Na hivi soon tu nitakuja kuachia naye kazi yani. Okay. Ndio. Na pia labda utupatie uhakika sisi kama mashabiki zako, labda kuna namna fulani mtu anapotoa hit song anatupatia maumivu tena ili kutupatia ladha nyingine kama ile. Labda si mashabiki zako unatuhakikishia namna gani? Unajua kupata wimbo mzuri sio kazi ndogo. Lakini niwaamini tu kwa nilivyo na vitu ambavyo nawaandalia ni kuwa kila ngoma ambayo nitakuwa naitoa itakuwa na utofauti na itakuwa na ladha yake mpya. Najua tu yani kila mtu akisikia ngoma yangu atakuwa anasema yes, huyu kafanya. Nitakuwa nafanya yani ngoma nzuri kwa ajili ya watu ambao wananisikiliza. So niseme tu sitakuja kuwaangusha. Kitu kama hiko. Na swali lingine tujue mapambio kutokea pale labda tuseme Bembe to the World. Unakuwa ni mtu ambaye labda haujitapi sana kwenye kupushi mziki. Kuna namna fulani ambayo unafanya mziki wako lakini unasema ninafanya. Lakini kuna watu wengine wakifanya wanasema oya, mimi ndo nafanya hivi. Unajua mambo kama hayo, labda kwako ikoje? Unajua unaweza ukafanya, inategemeana na mtu alivyo. Kuna mtu kweli anaweza aishafanya na inatakiwa muda wake anakuambia mimi nishafanya bwana. Yaani hiyo hata ukatae asiongee aishafanya. Ni lazima aseme mimi nafanya sana. Na ukikataa ukweli ni ule ule. Kwa kuna muda mtu mwingine amepewa sifa, hizo sifa zishazaga mtaani, hata akijisifu inakuwa sio kitu cha kushangaza sana. Ndio. Kwa haikupatii shida yoyote. Hainipi shida kwa sababu ikifika pengine na mimi ikifika kipindi kile nitasema nikifikia kile kiwango nasema na mimi nishafanya, nishawakilisha sana bwana, kitu kama hiko. Kwa muda mwingine watu wanaweza kujifili mtu anaongea vibaya, lakini kuna muda mtu umshamsifu na anawakilisha kitu vizuri. Hata kama akiongea, kuna wengine wanakuwa wanakuambia usiongee, lakini kuna watu wengine itabidi tu aongea. Huu muziki mimi nishofikisha sehemu bwana. Kitu kama hiko. Kwa mimi kwangu siwezi nikajaji vibaya kwa sababu ni hata ukatae ni kitu ambacho anakifanya. Kitu kama hiko. Maybe kama ulikuwa upo pale Kiruibi Soshi kwenye label, labda kuna watu ambao ulifikiri kipindi kile ambacho ulikuwepo pale labda uwezi ukafanya nao collab kulingana na mazingira, labda kulikuwa kuna namna fulani ya beef ya label ama vipi? Labda kwa muda huu unafikiria kitu gani, kitu kama hicho? Mimi nitafanya kazi na mtu yoyote, hata akiwa tena ni msanii wa label ya Kiruibi Soshi nitafanya naye. Yaani yoyote yule ambaye nataka kufanya naye kazi nitafanya, akikubaliana kufanya kazi na mimi. Sasa niseme tu kwenye Grand Music au Kiruibi Soshi hakuna mtu ambaye alikuwa anaweka mipaka eti usifanye na huyu na huyu. Unajua muziki wetu kwenye bifu hatutegemei sana. Sisi ambacho tunategemea sana ni kupeleka muziki wetu wa Kibembe mahala fulani. Kwa bifu sana haifanya. Mimi sijui kama kuna bifu, hakuna bifu kwenye wasanii wa Bembe hakuna bifu. Licha kwamba unaweza ukatengeneza ni drama lakini bifu haipo. Okay. Tukiingia kwenye top 3 ya wasanii ambao wanafanya vizuri, labda wasanii watatu ambao wanafanya vizuri hapa kambini Nyarugusu, alafu ukawa huko pale, labda unaweza ukakompea na nani mwingine ambaye anaweza akapanda kwenye top 3 ukijitoa wewe? Nikijitoa mimi, kwa wengine labda watakaoachwa. Yaani ni kama niweke ile top 3 ni itaje? Yes, top ya kwanza ni ya Nyago, ya pili ya Janja. Mage mimi tuseme tu tuweke tu top 4. Naweza Nyago, mimi, Janja, Zu. Hiyo ndo top 4 yangu. Umesikia kauruma kidogo, tusiweke top 3, tuweke top 4 kwa sababu kuna wengine ambao wanafanya vizuri. Kuna wengine ambao wanafanya vizuri. Yaani ukikuta watu ambao wanafanya vizuri kila muda kila mwaka, au watu wapo. Au watu ambao nimekutajia hapo wapo. Hata kwamba kuna wengine ambao wanafanya vizuri lakini
hawa washindi hao ambao nimekutajia. Ndio. Kwenye life ya kawaida kuelekea kuelekea mwaka 2026, kuelekea kwenye miezi ya kwanza kule tunaanza mwaka mpya, na wanasema mwaka mpya basi tutakuwa na mambo mapya. Kitu gani ambacho tuseme kwako itakuwa ni mambo mapya? Mimi nataka mwaka kesho nioe. Tunachukua jiko mwaka kesho. Hicho kitu naona kitakuwa kipya. Yaani hicho ni lazima sana. Ndio. Kwa atakuwa ni nani? Sijui na Saudina. Nimesahau daku kidogo. Sister fulani anaishi machini kule. Huyo mke wa mtu huyo. Huyo mke wa mtu. Nisipo naye. Tayari amesha. Huyo yupo na mume wake. Kuna mwingine tu. Umepigwa chini. Kitambo. Lakini ndoa mwaka kesho lazima. Mwaka kesho yani hicho kitu lazima nikifanye. Lazima. Ndio. Okay. Na la kufunga kabisa, kupitia YouTube zetu na channel zetu za Bobo GM pale TikTok, Facebook na YouTube, kipi ambacho unachowaambia ili wazidi kusabu, labda wazidi kufanya kitu fulani pale, ni kitu gani? So kitu ambacho nitaomba kwenye nini platform zangu, kama hujawahi kunifollow, kunifuatilia, nitakuomba tu uchukue muda wako kwenda kufuatilia kazi zangu zote, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Kote utakutana tu na kazi zangu kwa jina naitwa Bob GM. So ukitafuta tu hilo jina ukilisearch utanipata na utapata kuona vitu ambavyo navifanya vyote. Kwa nitasema tu chukua muda wako wa kunifuatilia, kama hujawahi kunifuatilia, kama hujawahi kutembelea kazi zangu au mitandao yangu, nitakuomba tu usogee. Bana, wanakuambia kwenye vibe ya leo tulikuwa na Bobo GM. Tunasema kwamba ni mkali wa melody hivi suni ambazo ameweza kutuachia, na tumaini umeweza kuona na umeweza kuona kiwango chake. Ameweza kufanya comeback ya watu ambao walikuwa nafikiri labda atafika sehemu fulani, atakwamia sehemu fulani, lakini mpaka kufikia sasa ameweza kuonyesha kiwango ambacho ni kikubwa zaidi sana cha kufanya. Na kuambiaje, subscribe, like, comment, na pia uweze kufollow pale Facebook, utakuwa umefanya kitu cha kinyamu hizi sana. Hii hapa ni Mbavu TV, Behind the Camera, DJ Umi hapa DJ Rapre.